Bwana Yesu asifiwe. Kuna spiritual fatigue. Unapata wewe mambo ya kuomba inaanza kuwa ngumu. Kusoma neno inaanza kuwa mzigo. Yaani si kwamba kuna kitu imekufunga, lakini you are becoming weary. Na umekubali huo uchovu ukulemaze katika mambo ya Mungu. Kwa hivyo ni hatari, anxiety. Unaona Mkristo kama anakuwa na uchovu wa aina hii. For example, kama last Sunday hakufika kanisani na hana kueleza sababu. Anapokutana na mchungaji akimwonea kwa mbali, anakuwa na wasiwasi. That anxiety, ataniuliza itakuwa namna gani? Hizo ni signs, those are signs. Ukipata hali hii inakukumba, wewe jua kwamba uchovu ya Ukristo imeanza kukulemaza. Discouragement. You become discouraged. Mambo madogo sana yanafanya yani unavunjika moyo. Unavunjika moyo tu bila sababu. Unapata mambo madogo hapa yanaweza kusemwa mipangilio fulani. Then inasema wewe ulikuwa usimamia hapa, lakini kwa sababu ya hiyo utaacha huyu afanye hivi, inakukwaza. You become discouraged. Hiyo ni spiritual wearing. Those are some of the signs. Na katika mtu ndafika katika hali hii kuna ile process. Nitazungumza kuhusu the process of one becoming weary. Kuna some difficult circumstances. Kuna hali katika maisha. This one now tutaongea generally. Difficult circumstances. For example, you are a breadwinner in your family. And ama wewe ndio unategemewa katika jamii. Na for example, your father becomes ill and you are in a position maybe to take him to hospital. Hali hii inakuwa ni ngumu. Wewe unaishi mbali kwa ajili ya kikazi. Unajaribu uwezekanavyo kufanya nini kuhakikisha kwamba amepata matibabu ya kutosha. You do your level best, but your presence inakuwa ni kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Unapata your response to this difficult situation inakufanya kwamba unaonekana kwamba according to you una give your best. Yaani unajaribu iwezekanavyo. Ni kawaida tu hata kama unaishi na mtu, then all of a sudden na develop some illness, unajaribu kadri ya uwezo wako. Hata kama una means utabeba, hata kama ni kwa mgongo ukivyo fika hospitali. That's your level best. That's the response mwanadamu wa kawaida atafanya. Then there comes a stage ya denial. Unaona kama mimi nimejaribu yangu yote na yale ndio hii imekataa. You start yani unaanza kukataa. Unaanza kujilaumu. Kama ningejua mapema, kama ningemfikisha mapema, hali hizi huwa zinatokea. Bwana Yesu asifiwe. Unapata mtu anaanza kulalamika. Kama ningefikisha yeye mapema, ama kama singepeleka yeye, unasema kama ningepeleka yeye town badala ya Mtongo hospital, unaanza kujilaumu. You have started denying yourself. Then finally unapata mtu anaanza kuwithdraw, kujiondoa. Yaani unaanza kuona unajiondoa. Watu watasemaje? Mimi kwa nini nilipeleka hapa? Ningempeleka kule. Watu watasema huyu kwa nini hakumpeleka? Yaani unaanza kujiondoa. Unajihukumu mwenyewe, unajiondoa. Then finally bitterness. Mtu anakuwa so much bitter. Unapata mtu anakuwa na uchungu ambao haueleweki. From nowhere, someone becomes bitter. For example, unapata ni Mkristo alikuwa ukimwambia mambo ya destiny, hata mnaweza kupigana. The moment unataja, hauwezi kuelewa the process huyo mtu ameenda. Watu wa Mungu asubuhi ya leo, the process of wearing is there. And it's upon you and upon me kuhakikisha tuombe Mungu atusaidie. The moment you realize the process,
Usipigane vita peke yako. Muombe Mungu, muhusishe Mungu, naye atakuwezesha. Bwana Yesu asifiwe.